Maswali yanayotaka ujumlishe pande zote tu uweke jibu, mtoto anakosa. Tafuta mzingo, manake jumlisha pande zote. Kwa sababu tukisema mzingo manake zunguka. Kwa hapa hili swali linataka mtoto achukue namba upande wa kwanza, upande wa pili na upande wa tatu ajumlishe apate jibu. Lakini hapa mtoto hawezi kutafuta mzingo kwa sababu kuna urefu ambao una herufi. Sasa kama herufi hiyo ipo manake huwezi kutafuta mzingo. Hiyo herufi imesimama badala ya namba fulani. Ila hiyo namba ukiweka hapa ukazidisha mara 3 na ukajumlisha 3 ndio utapata urefu wa moja kwa moja hapa. Lakini kitakacho tusaidia tupate herufi ya y, tupate thamani ya y ni ngapi? Ni kupitia hizi alama ndugu zangu, hizi alama. Umeambiwa mstari huu ni sawa na mstari huu. Manake mstari AB, huu hapa mstari AB ni sawa sawa, vinafanana. So mbona umeambiwa ni sawa sawa na mstari AC. AC ni mstari. Basi tumia uhusiano huo kupata thamani ya y. Fanya hivi, AB ni ngapi? Si ni 3y, sema 3y ambao ni jumlisha 3. Huu ndo mstari AB. AB ni sawa sawa na mstari AC ambao umeandikwaje? Y jumlisha 9. Unafanya uhusiano huo kwamba kama huyu ni sawa sawa na huyu, je, tutapata thamani gani tukiwahusianisha? Tutapata thamani ya y ngapi? Twende. Hapo huwezi chukua herufi ujumlishe na namba nzima, huwezi chukua herufi ujumlishe na namba nzima. Uchague upande mmoja kwa ajili ya herufi tu na upande mwingine kwa ajili ya namba tu. Hiyo kitu tunakiita kukusanya mitajo inayofanana. Kwa mimi nitachagua herufi zote zikae upande huu. Kwa kama herufi hii ni chanya jamani, inajulikana kwenye hasi na chanya, namba ambayo haina, iwe namba au herufi ambayo haina tendo lolote, hiyo ni chanya. Kwa kama huu ni chanya, yani alama ya kujumlisha, akija huko atakuwa hasi. Kwa itakuwa 3y toa y jumlisha 3 ni sawa sawa. Huku libaki chanya 9, ambapo 9 unaweza kuiandikia chanya au usiandikie. Haya, bado hapo nimeshahamisha huyu kabaki 9 peke yake. Hii ni namba nzima, ipo na herufi. Basi huyu ahame aende kwa mwenzake ambao ni namba nzima pia. Itakuwa ni 3y toa y ni sawa sawa na 9. Hii ni kujumlisha na kuja kwa kutoa. Tendo huwa linabadilika. Kwa nini tendo linabadilika? Kwa sababu hata namba imebadili upande. Ni sawa na kusema wewe hapo ulipo ukitoka ukahama ukaenda upande mwingine, ukienda kupima joto litabadilika. Kwa kama utabadilisha upande lazima hata namba ibadilike tendo. Haya, twende. 3y toa y. Una y ziko 3. Utoe y mmoja. Y itabaki 2, sawa sawa. Hapa una 9 utoe 3, utabaki na 6. Gawa kwa 2, tunagawanya kwa sababu tunahamisha 2 iliyoko upande wa kwanza iende upande wa pili. Kwa hiyo tunaenda kinyume. Kama ilizidishwa na sisi tunagawanya. Kama hapa ambapo ilikuwa inajumlishwa sisi tukatoa huku, basi hapa kitendo tunaenda kinyume. 2 na 2 inaisha kwa sababu 2 gawa kwa 2 ni 1 na 1 ukizidisha na y inabaki y vile vile. Haya, 6 gawa kwa 2 3. Y ni 3. Yaani palipo na y. Ukikuta sehemu kutoka kwenye umbo sasa, patakapokuwa au pamewekwa y, badilisha hiyo. Palipo na y weka 3. Hapa kuna y. Twende. Urefu AB ni 3y jumlisha 3. Kwa hii tupate urefu AB, lazima palipo na y tuweke 3. Kwa hapa kuna 3 afu y ni 3. Tunazidisha mara 3 jumlisha 3. Zidisha kwanza. 3 mara 3 9 jumlisha 3 12. Kwa urefu kutoka hapa mpaka hapa ni 12. Tunaiwekea kwa huku ndani sentimita 12. Kabla sijaenda kutafuta upande huu. Kutokana na hii alama inasema urefu huu na urefu huu ni sawa. Mimi siweki, lakini naenda sheria za hizi. Alama hizi nasema urefu huu na urefu huu ni sawa. Kwa hata hapa lazima itakuwa 12. Jaribu kupachika hapo uone. Lazima kutoka hapa mpaka hapa kama ni 12. Hata urefu AC utakuwa ni 12. Ila mimi siendi kufanya kama hapa kwa sababu tayari alama zinaniambia na ndio nilihusisha hizo. Ila wewe jaribu kuchukua herufi y ambayo ni 3. Weka 3 hapa jumlisha na 9. Utapata ile 12. Haya, urefu huku BC. Urefu BC ni sawa sawa. Urefu wake ni y 4y jumlisha 6. Kwa hapa kuna tendo la kuzidisha. Y ni ngapi? Thamani ya y ni 3. Weka 3 jumlisha 6. Kanuni ya magazi juto inasema tunaanza na mabano gawanya zidisha. Kabla hujajumlisha zidisha kwanza. Ni 12 jumlisha 6 tunapata ngapi? 18. Kwa urefu huu BC ni sentimita ngapi? 18. Haya, kwisha. Mzingo zunguka, yani jumlisha pande zote. Pande ziko 3. Upande wa sentimita 12 jumlisha sentimita 12 jumlisha sentimita 18. Kwa chukua mzingo sasa sentimita 12 upande wa kwanza jumlisha sentimita 12 upande wa pili, afu jumlisha na sentimita 18 upande mwingine, ambao mzingo utapata ngapi? Utapata sentimita 42. Ama swali mtoto anakosa wapi?